Ndio maana nataka kuambia, umeona ya kwamba hiki hakiwezekani. Hoje kubasuhuza mu izina rya Yesu. Tunasalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ni wanyu Pastor Cyuma Jean Claude. Mimi ni Pastor Sifiwe Nyota. Itorero ni Elohim International Church. Mchungaji wa Elohim International Church. Bantu mudukurikiye. Nyinyi ambao umetusikilizisha. Wagira ngo tubabwire ko. Tunataka kuambia. Nubwo wabona mu buzima bwawe. Umeona kwa maisha yako hakuna suluhisho. Ariko Imana ifite. Lakini Mungu ana njia kwa maisha yako. Kile chote. Kile ambacho kinaweza kwa maisha yako. Wewe mbele ukione. Wewe mbele ukifikie. Mungu anajua kama kitafika. Na leo Mungu harudili yake kwenye kitajua kama kitafika. Mungu haizi rudilia tu pale ajua kama kitafika. Mungu anapitaka. Anapita na kujua kile kitatizo kyako jinsi kitatoka. Watu wanaweza kukatala. Watu ambao wanaweza kupiganisha. Walozi wanaweza kukuloga. Lakini ninajua kile ambacho najua. Najua ya kwamba Mungu ana uwezo. Maana juu ya walozi Mungu ana uwezo. Haleluya. Vile ambavyo vimekupiganisha Mungu ana uwezo. Mbele nyuma ya wale wapiganishaji wako, nyinyi ambao umetusikilizisha, nataka tusome neno la Mungu. Kitabu cha Marko sura 5 na mstari ya kwanza. Tunataka soma tujue ni nini Mungu anatafuta kutuambia. Nataka kukuambia ya kwamba kuwa nguvu kwa kuwa Mungu yupo pamoja nawe. Mungu yupo pamoja nawe. Kile kitatembea kyote Mungu yuko pamoja nawe. Maisha yako yote Biblia inatuambia nini? Tunasoma katika jina la Yesu. Wakafika ngambo ya bahari mpaka nchi ya Magadalens. Na alipokwisha kushuka chomboni, mara alikutana na mtu ambaye ametoka makaburini. Alikuwa makaburini, mwenye pepo chafu. Makao yake yalikuwa pale makaburini, wala hakuna mtu yeyote aliyeweza kumufunga. Amen. Amen. Nataka kuambia mpendwa, neno limetuambia ya kwamba ndipo Yesu wakati amevuka akafika nchi ya Magadalene. Na nchi wanaisema. Kwa nini nchi wanaisema? Maana ndipo Yesu alikuwa amefika. Biblia inasema kulikuwa yule ambaye amekumbwa na pepo chafu. Rudia nyuma. Na mapepo walikuwa wamemtosha kwake nyumbani. Walikuwa wamemtosha ndani ya familia yake. Walikuwa wamemtosha ndani ya watoto wake. Walikuwa wamemtosha ndani ya mke wake. Walikuwa wamemtosha ndani ya familia. Wakambeba makaburini, wakamtia huko makaburini. Maandiko yametuambia hakuna yule ambaye alikuwa anaweza kumfunga. Biwezekane. Na walikuwa wamefunga minyururu na wakamfunga, lakini vikakatala. Vikakatala vikakuwa nguvu. Vikakatala. Nataka kuambia mpendwa, kile ambacho kimeshindikana mbele ya watu, mbele ya Yesu kinawezekana. Kile ambacho kimekatala mbele ya familia, Yesu anaweza. Kile ambacho kimeshindikana ndani ya waganga, Yesu anaweza. Kumaisha yako leo na kumaisha yako inaweza wezekana. Pale kwenye umetiwa, kuna nafasi umetupiwa, kuna nafasi umetupiliwa. Lakini nakutangazia ya kwamba kuna muujiza ambayo inaweza onekana kwenye maisha yako. Neno limetuambia ya kwamba Yesu akapafika. Na wapale kwenye watu wabafikake, Yesu anafikaka. Kwenye watu wabatumikake, Yesu anakitendaka. Yesu akamtizama,
yababaye, akajua kama amevunjika, amejua kama ameteswa, ko yarushye, akajua kama amechoka. Alikuwa anajikatakatisha majiwe na alikuwa mtatizo kubwa sana. ariko Yesu, Lakini Yesu, akangwa n'igihe umaze, Yesu yeye hangaike na siku umemaliza. Hajali kwenye unaweza kuwa popote, hata kwenye unakuwa chini ya jiwe, hata chini ya udongo. Kuna nguvu za Mungu, kuna nguvu za Mungu, unakuchukuliwa na Mungu. Hallelujah. Mungu atusaidie sana. Neno imetuambia Yesu warangije ngo yirukana abadayimoni, akakimbiza mapepo, icyo abantu badashobora, kile ambacho watu hawezi wezekana mbele ya watu, Yesu anakiweza. indwara badashobora kwirukana, Magonjwa ambayo hawezi, ashobora kwirukana, Yesu anayaweza. ijambo ry'Imana riratubwira, Neno limetuambia Wahebrayo 13 Waebrania 13 umurongo wa 8 na mstari yake ya 8. Yesu Kristo, Yesu uko yaraye, yupo leo, jana, hata milele, hata milele tena. ase yawe, Hata mupase yako, tashize, siku zako zimepita, Yesu yupo. bwa uyu munsi, Haleluya. sarahari, Ndafashijwe. ndetse n'ejo. Yesu yupo. Haleluya. Amen. Mwene data, Ndugu yangu, wagira ngo mubwire ngo nilikuwa nataka kuambia abantu bashobora kugufata, kuna nafasi watu wanaweza abantu kukutia, bashobora kugushira, wanakutia nafasi hari umunezero, kwenye hakuna furaha, hari umubabaro, kwenye kuko hari agahinda, machungu. twese tuzi neza ko Tunajua ya kwamba ni mkaburi, hakuna kizuri mkaburi usibye abapfuye, isipokuwa wafu. Mkaburini isipokuwa mapepo, hakuna kizima na kinaweza kuwa ndani ya kaburi. Lakini nakuambia kwenye kuna kuwa kote, neno la Mungu ni haki. Yesu alikuwa kujitosha nafasi wa shetani. Kwenye shetani alikutia, kwenye shetani alikufungiaka, balikuwa najua kama haizi toka hiyo fasi. Unajua watu, kuna watu ambao wanajua maisha yenyewe kunayo, hauwezi itoka ndani. Wamekutia nafasi, unaweza kuwa tu mateso, wamekupa majina, unakuwa tu wakulia. Lakini natakwambia yule mwenye walikuwa namuona, hakuna matumaini, hakuna matumaini. Nguvu zote walitumikisha, kulikuwa fasi zinarudilia, kulikuwa fasi zinarudilia. Lakini nakwambia kuna kitu, kuna nguvu za Mungu, kuna nguvu za Mungu, kuna nguvu za Mungu. Nataka kuambia ya kwamba kuna kitu ambacho unahitaji. Umesoma, wewe ni msomi, lakini kuna kitu kile ambacho kinapaswa kunyangua. Watu wamepona ndani ya njia, wamekitizama, wamewaza ule mtu ataishi namna gani, ule mtu atakuwa namna gani, ule mtu atakuwa yeye. Lakini nakwambia kwamba maneno ya Mungu yametuambia Mungu siku zote, usiku na mchana, alikuwa ndani ya kaburi na alikuwa kumilima, alikuwa anapiga kelele, alikuwa anajichanisha majiwe. Nakwambia ya kwamba kile ambacho tunajua kwa huyu mtu hatujui jina lake. Maandiko yanatuambia tunajua historia yake, historia yake tunaijua, jina lake lilikuwa limesabulikana. Kile tunajua ya kwamba alikuwa na mapepo, na ile ndio ilikuwa adresi yake, na ilikuwa ya kaburi, na alikuwa mkaburi tu, ilikuwa ndio adresi yake. Hata watu walikuwa na kesi, wanasema mnatafuta nani na mnahitaji nani? Tunataka ule ambaye anakuwa kwa makaburi. Ndugu yangu, kuna kizuri ndani ya kaburi, kuna furaha ndani ya kaburi. Watu ambao wameenda kwa kaburi wanakuwa ni wakulia. Kuna matatizo, kuna matatizo. Acha nikuambie, pale kwenye unaweza kuwa nasimama, kwenye uko unanisikia, uko unanisikia, nataka kuambia ya kwamba kuna Mungu anakuja kuokoa. Kuna Kristo. Usichatishwe na kile watu wamesema. Watu ni wa maneno tu. Hallelujah. Amen. Araza ngo aramusanga, akamkutana
abonye Yesu, wakati amemwona Yesu akiri kure, alikuwa mbali yake, akakimbia atakijwi rirenga ati, na akasema, Yesu, tunakutania wapi? Mtoto wa Mungu, mwana wa Mungu, natakwambia kwamba usiniue, maana daimoni ama we pepo toka. Akamwambia, we ni nani? Akasema, mimi ni jeshi na ndio jina langu. Mungu atusaidie. Jimagine, tumesikia neno jina lake, alikuwa jeshi. Balimuuliza, unaitwa nani? Akasema, mimi ni jeshi, maana tuko wengi. Balimuona, banamuona mtu mmoja, lakini ndani mwake alikuwa wengi. Ndani mwako unakuwa vitu, una vitu magonjwa, una matatizo, unakuwa kuzarauliwa, unakuwa masemi matatizo, unakufufisha, unakuwa maadui. Jina lako limekosa, wanaanza kukuita majina. Wao wanaanza kukuita majina, wanaanza kuita. Hata kuambia kwamba vile ambavyo vinaongoza maisha yako vikose kwa jina la Yesu, vitoke kwa jina la Yesu. Tena urudie, tena uonekane, uishi. Mungu akusaidie. Amen. Wewe uko na nafasi kwenye hakuko wewe, lakini natakwambia haiko mapenzi ya Mungu. Natakwambia ya kwamba usubuhi wa leo una neema ya neno. Hizo ngabo zikurimo, zile jeshi ambazo uko ndani mwako, hiyo matatizo, ile vita toke ndani mwako, maana kuna nguvu ziko ndani ya Yesu. Kuna kushinda, kuna uwezo, kuna mamlaka. Amen. Usikuwe na boga, usiogope, maana Mungu yupo, anaweza yote, anaweza kukuponya, anaweza kukuokoa. Haleluya. Akasema ni jeshi na ndio jina langu, maana tuko wengi. Akamwambia atasiwakimbia, maana mwa hiyo nchi, maana hiyo mlima kulikuwa nguruwe. Hiyo mapepo kulitoka, inapata kurudia ile mapepo. Hauko wewe mwili wa mapepo, uko nguvu za Mungu, uko nguvu zenye zinaponya. Kuna uwezo wa Mungu, kuna nguvu za Mungu mu nyumba yako, unakuwa nguvu mu business yako, kuna nguvu mu maisha yako, kuna deshi. Lakini Yesu ni mtu wa kukimbiza, akimbiza. Haiko ndio maisha yako, ile jeshi haiko ndio maisha yako, maana wewe uko ndani ya kaburi, hauwezi kuwa ndani mbele, na uko ndani ya machafuko. Mungu atusaidie. Amen. Amen. Neno la Mungu livuga rero, reka dusome Matayo 19:26. Kumva ijambo ry'Imana rivuga. Matayo 19 murongo wa 26. Ijambo ry'Imana riratubwira iki? Inasema nini neno la Mungu? Reka dusome mu Kinyarwanda. Tunasoma ndani ya Kinyarwanda. Yesu arabitegereza arababwira ati, Yesu akawaambia, ibyo ntibishobokera abantu. Ile ambayo haiwezi wezekania watu mbele ya Mungu inawezekana. Ndio maana nataka kuambia, umeona ya kwamba hiki hakiwezekani, lakini nataka kuambia ya kwamba ile hakiwezekanie watu, kuna mtu ambaye anarudilia fasi. Lakini Mungu, neno yupo na atakuwa siku zote. Kuna nguvu za Mungu zenye hazipungukake. Mungu atusaidie sana. Mungu atubariki. Wewe umetusikia, Mungu akubariki. Nguvu za Mungu ziwe juu yako. Amen. Tunaomba Mungu, tunaomba na Pastor Chuma,
Karibu kuomba Mungu. Bana mu izina rya Yesu. Katika jina la Yesu. Dusengeye aba bantu. Tunaombea watu hawa babashije kumva ijambo ryawe. ambao wamesikia neno la Mungu. Ijambo ryaratubwiye ngo neno lako ni kweli. Umewatizama na umewatizama. Ukawaambia ni kweli. Kuna vile ambavyo haiwezekani, lakini kwewe kunawezekana. Kila yote ambaye ametusikia na wametusikia, kile ambacho hakiwezekani mbele ya watu, wewe unaweza. Amen. Amen.